nambari ya kupiga simu ambayo ni 0615737754, lakini pia nambari ya kutumia ujumbe ambayo ni 0710744633. Kuna wale ambao walibaki na dukuduku zao na walikuwa na maswali mengi kweli ya kuuliza kuhusiana na masuala haya ya urafiki, uchumba hadi ndoa. Nadhani wakati na ni wasaa mzuri kabisa kwa ajili ya kuanza moja kwa moja kuangazia kuhusiana na swala hilo, na kama nilivyokujuza tayari Magambo Nyaisa ambaye ni afisa wa dawati la jinsia tayari nipo naye hapa kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda vizuri kabisa. Karibu sana Magambo Nyaisa. Asante sana ndugu mtangazaji, habari za asubuhi. Salama kabisa. Umeamkaje huko? Natumai Mungu ametusaidia hadi tumeiona siku ya leo. Katupa pumzi ya kutosha, pumzi safi. Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Okay. Napenda utukumbushe kidogo kwenye swala zima la uchumba, ni vitu gani hasa vya kuzingatia pale ambapo labda unahitaji kuchagua mchumba ambaye atakuwa ni sahihi kwenye maisha. Karibu. Asante sana ndugu mtangazaji, kama tulivyokuwa tumezungumza wiki iliyopita. Tumezungumzia swala, mada yetu ilikuwa inahusu urafiki, uchumba hadi unyumba. Mara nyingi tunapozungumza haya maswala husiana na uchumba, unyumba na urafiki, watu wengi huwa tunashindwa kutofautisha haya mambo. Kama nilivyoelezea kwamba maisha ya ujana ni maisha ya msisimko sana. Ni maisha ya mpito kabla ya mtu hujaamua kwamba kuanza maisha ya unyumba. Sasa unapokuwa katika hali kama hiyo, kuna mambo mengi ambayo unatakiwa uzingatie. Kwanza unatakiwa kuzingatia nidhamu wewe mwenyewe, nidhamu yako wewe, ujiheshimu mwenyewe, uheshimu vionjo vyako vya mwili. Kwa lazima mtu uwe makini na vionjo vyako vya mwili, kwa sababu kwa mfano unapokuwa na urafiki maana yake ni mahusiano yale mnayokuwa nayo kwa ajili ya kujadiliana masuala mbalimbali, kushirikiana katika masuala mbalimbali ya michezo, masuala ya maongezi ya kawaida, na hatimaye katika hali fulani ambayo ni ya kimaisha tuseme. Sasa urafiki tunautofautisha na uchumba. Urafiki hata watoto wadogo wanakuwa ni marafiki pia. Kuta watoto wadogo wanapendana sana. Katoto kadogo na kingine kadogo, kingine kanaweza kasile chakula mpaka mama yake amfuate mtoto wa jirani aje akae wale chakula. Kwa hiyo huo ni urafiki. Wale watoto wana urafiki kwa sababu hawajafikia, hawajawa na utambuzi mwingine tofauti na ule upendo walionao. Hawajawa na malengo mengine tofauti na hayo walionayo ya kucheza pamoja, kuonana pamoja na kufurahia pale wakiwa pamoja. Lakini ukija kwenye tofauti na uchumba, unapokuwa mchumba tayari umeshatangaza nia fulani kwamba sasa naelekea hatua moja, naelekea hatua ya uchumba, baadaye naenda wapi. Kwa hiyo unapotangaza uchumba tayari unakuwa unamweka mtu fulani kuwa mtu maalum kwako. Unayaweka malengo yako kwamba sasa huyu ni mtu maalum kwangu. Ninatarajia kumuoa, ninatarajia kuolewa naye. Kwa hiyo mnapoweka malengo ya kuoana tayari tunaita ni uchumba. Huo ni uchumba. Kwa hiyo urafiki, unaweza kuwa na rafiki kumbe anaweza kawa na marafiki wengi sana. Unielewa sijui? Rafiki unaweza kawa na marafiki wengi sana. Unaona? Unaweza ukawa na marafiki lakini ndani ya urafiki wenu pasiwepo na hata wivu. Kwa mfano, unatembea na rafiki yako wa kike. Mimi wa kiume tembee na rafiki yangu wa kike, tunaenda labda sehemu. Tuchukulia hata wanafunzi wanatoka labda wanaenda tuition. Wa jinsi mbili tofauti, wa kiume na wa kike. Ndio wanaelekea labda tuition. Ni marafiki. Wale ni marafiki. Nasema marafiki maana yake
ni rafiki wa kawaida, wana ule urafiki wa kawaida kwamba huyu ni mwenzangu, tunashare mambo mbalimbali kuhusiana na masomo yetu au kuhusiana na maisha. Si kama ni rafiki wangu wa kawaida, siwezi kuwa na chembe fulani za wivu dhidi yake, kwamba huyu nimfanyie wivu. Kwa maana hiyo anaweza akaitwa hata na mtu mwingine tukiwa tunatembea, nikamsubiri akateta naye akaondoka, akaja tukaendelea na safari yetu bila shida. Lakini mchumba sitaweza kufanya hivyo, kwa sababu tayari kuna chembe fulani za wivu zimeshaingia pale, kwa sababu nimeshatangazia kwamba huyu tayari anakuwa ni mchumba wangu. Sasa mchumba wangu kama unavyofahamu tayari lazima kawivu kana kuwepo. Kwa hiyo unaona rafiki anakuwa tofauti na mchumba. Okay. Sasa kuna umuhimu gani wa hao vijana kuanza kwenye karibu? Urafiki ni jambo la kawaida kama nilivyokuambia mwanzo. Urafiki ni suala la kawaida kabisa. Na ndio maana nimekutolea hata mfano kwa watoto wadogo, acha watu wakubwa. Hata watoto wadogo wanaweza kuwa marafiki. Ni kitu ambacho kinatoka natural. Kinatoka ni kitu halisi ambacho tumezaliwa nacho. Kwamba huyu ni rafiki. Ni tayari ameniingia kisaikolojia. Ule upendo nilionayo, maelewano tulionayo, tunaongea, tunaelewana, maongezi yetu, vitendo vyetu vinaenda sambamba, tunaelewana. Kwa hiyo huyo lazima automatically anakuwa ni rafiki. Okay. Anakuwa ni rafiki. Sasa lakini urafiki baadaye huzaa uchumba. Unanielewa hapo? Urafiki unaweza ukazaa uchumba, kwamba huyu ni rafiki yangu, lakini kutoka urafiki tukatangaza nia ya kuwa wanandoa. Tukatangaza nia ndio tunaita sasa uchumba, kwamba lengo lililopo ni kuwa mke na mume. Tumetangaza wote, tayari tumeshaingia hatua nyingine kutoka urafiki wa kawaida tukaingia uchumba. Sasa tukiangalia kwa nyakati hizi tulizonazo lakini tulizonazo kwa sasa katika jamii zetu zote zinazotuzunguka, tunashindwa kutofautisha urafiki pamoja na uchumba.